Bwana, nawaulizeni kwa mara ya mwisho. Huyu mwenzenu kaenda? Dada, hatujui. Ghafla nimetoka nje nimerudi simuoni. Na katika uchunguzi wangu niloufanya nimeambiwa hajatoka nje wala wapi. Kwa hiyo yuko humu ndani. Nini lakini? Usinishike mimi nimeolewa kwanza. Mguu wako mguu wangu, natafuta chumba kimoja baada ya kingine. Sheria zetu haziruhusu. Toka. Nitakuonyesha tunajua na mwanaume wewe. Siku yako ni moja. Ina maana kilichokuleta hapa mjui? Ni nini mmefuata hapa? Ina maana watu wakigombana na mama zao nyinyi ndio mnakuja kuingilia. Nimekaa bure. Wewe. Sasa mtoto kaolewaje bila wazazi? Mimi nikuulize wewe mama yake. Mimi kuja kudai hela yangu hapa. Hela yako namdai nani? Alohusika na sherehe. Sasa wewe unamwona yuko hapa? Yupo, nimeambiwa kwa hapa. I don't care. Mimi najua wewe unataka nachukua mwanaume mwingine basi. Kwa jinsi ninavyochukia wazungu, usingebaki hapa mpaka muda huu. Nani huyo? Umeona? Si nilikwambia. Haya, samahani. Naondoka. Hivyo ulivyo. Mwanangu Melanda, nimekuita hapa mbele ya mama yako. Nataka uniambie jambo moja. Umefunga ndoa au hujafunga ndoa? Nakuuliza mara nyingine ya pili. Umefunga ndoa au hujafunga ndoa? Ndio nimefunga. Nimefunga ndoa. Pumbavu wewe. Mara ya kwanza umetuaibisha, umetuchukua kutupeleka kwenda kuvishwa pete na mtoto wa yule mzee. Mara ya pili unatuaibisha tena, unaenda kufunga ndoa na baba yake. Au ndo kama ana sherehe siku alikuja akazuia pale. Ni aibu gani unatuwekea? Kelele! Sitaki upuzi huu. Wewe ndio unasababisha yote haya ndani ya nyumba hii. Wewe unaona vizuri alivyofanya mtoto huyu. Mila gani za Kiafrika zinaruhusu mambo haya? Anasema amefunga ndoa. Ndoa gani ambayo haijulikani barua imekuja lini? Mahali imetolewa wapi?
Mimi ndaeleweka vipi kwenye familia? Wajomba zake, shangazi zake wasikie leo amefunga ndoa huyu. Wasikie Melanda amefunga ndoa, wao taarifa hawana. Watanielewaje mimi? Baba, yule mzee amesema hana shida. Hayo mambo ya sherehe, ya mahali, ya barua yote ataleta. Kelele! Tena usinijibu tena upuuzi wako huu. Afu baba, ungejua huyo mzee ndo anailisha huko ndani, ndo anayekuvalisha, ndo anayenunua dawa zako zote, usingemsemea vibaya hivyo. Kumbavu kabisa wewe mtoto wewe. Alafu mimi nilikuwa sina cha kumlipa zaidi ya kukubali tu hiyo ndoa anioe, basi ndo fadhila zangu nazoweza kumpa huyo mzee. Sitaki niasikie maneno haya. Yaani ugonjwa wangu mimi ndio uniletee shida yote hii. Na kuanzia leo sitaki nikuone humu ndani ya nyumba hii. Toka hapa nyumbani kwangu. Toka. Nasema atoke hapa. Ni nyumbani kwao. Na wewe kama unataka kumfuata mwanao mfuate. Mume wangu sana anataka kunikosea heshima. Tena anataka kunikosea heshima mbele ya mtoto. Sawa? Mimi nitajulia kama tabia ikachukua kwenda. Sasa una tabia mbaya kama hizi. Nimesema ondoka humu ndani. Sitaki nikuone tena humu ndani. Leo hiyo mwanzo na mwisho. Na wewe mama wewe mfuate mwanao kwa kwenda huko. Sitaki nimuone humu ndani. Makosa yangu we. Ni makosa yangu, naomba unisamehe. Ni makosa yangu. Sitorudia tena mama kubwa. Sitorudia Sitorudia mimi pigo. Sitorudia tena. Mama, naomba nifuatie maji, mimi nanyosha nguo. Okay, ya kunywa? Change yangu. Sina napiga viroba huko. Hey. Lakini leo si amani tu. Amani na change Hivi wewe kichwa chako kina matatizo gani? Wewe na adabu, nyumba ya mtu hii mkuja salimia kwanza. Sina haja na salamu. Nyumbani kwetu ulifuata nini? Fuata nini ujui nilichofuata? Najua umehadisiwa pesa zangu za kazi. Pesa zako za kazi nyumbani ndio ulipofanya kazi? Hapana, pale nyumbani kwenu na wewe ni binti yao. Ndio maana nikafika pale, simu upokee. Wewe kuna kuhusu nini? Kwa nini ulikuwa upokee simu zangu? Sasa umenianzishia bonge la msala, yaani nakwambia bonge la msala ulianzisha. Na sijui nalimaliza vipi. Wewe mambo tushaongea, nimeshakwambia haya mambo tuyafanye kimya kimya. Mimi pesa zako nakumalizia. Unajua kama mimi kazi ndio naitegemea. Rama, sikia, mimi nimetoka kwenye shughuli. Wewe ungepumzika kwanza, mimi ningekumalizia pesa yako. Tuache maneno mengi.
Nipe hizo picha mimi nikupe pesa yako sasa. Picha gani? Picha gani? Picha gani? Si uzo uzonipige uzo kuja kupata pesa. Baki na hela yako na mimi nabaki na picha zangu. Usinichanganye Rama, umesikia eh? Hapana, zipo kwa ajili ya kumbukumbu. Ziko maktaba. Rama, emleta hizo picha. Picha zangu unaweka kwenye kumbukumbu kivipi? Nitakuwa naangalia kwamba kazi nimefanya sikulipwa. Ukulipwa aje na nakwambia nileta picha nikupe pesa zako. Rama, mbona unataka kunichanganya mshikaji wangu? Baki na pesa zako na baki na picha zangu. Hebu njoo bwana tuongee tumalizane. Tuongea na mlango. Unaona unielewa. Rama, wewe Rama. Rama. Rama mfungua basi mlango mshikaji wangu tumalizane haya mambo vipi tena? Shemeji. Ndio. Kuhusu ile nyumba yako ile. Yaani usiwe na wasiwasi. Nyumba nitaipangisha. Ile nyumba si kubwa bwana. Ina geti kubwa. Pale mimi ndani ya magari 6 7 naingia pale. Yaani bila shaka. Basi hiyo sasa unakuja na mgonjwa tu bwana. Na mimi nimekuja shemeji wewe. Mambo kawaida tu. Kazi imekwisha hiyo. Tufikie mangine. Lakini kaka tusipangishe kwa tamaa. Umeona eh? Mimi ninachohitaji pale ni kodi ya miezi 6. Tukae kiangalia sasa hivi hali kuna changamoto za maisha. Kwa hiyo tukisema kwa tunahitaji kodi ya mwaka. Kama vile tutakuwa tunawaumiza hivi. Si ndio baba Robert? Kuna tabu. Alafu unajua bwana shemeji? Mimi namuunga mkono mke wangu. Sawa sawa. Kwa sababu hakuna sababu ya kumkodisha mtu mwaka mzima. Sawa eh? Hiyo miezi 6 inatosha. Pia ukizingatia hali za uchumi kwa Tanzania wetu wengi uchumi wao ni mdogo. Kwa maana hiyo kwa miezi 6 iko sawa sawa. Sawa. Basi sasa shemeji. Wewe sikujua. Ushanijua. Wewe mbona nilipo mimi wewe upo mama? Wapi hizo? Ngoja kuimba vile. Ngoja kuniimbia mimi. Nani kakwambia wewe umejuaje kama mimi? Nimekusikia wakati unamwambia ile kitu chako. Wakati unasikia wewe ulikuwa wapi mama? Hayakuhusu, nilichofuata pale na mtoto tena na mambo mengine. Sasa ngoja kwanza siku. Hebu twende basi dukani kwanza. Mimi siendi popote. Sikujua. Nimefuata pesa ya matumizi ya mtoto basi. Pesa ya matumizi ya mtoto kwani kuna shida mke wangu? Hakuna shida hata kidogo. Umeelewa bwana? Hakuna shida. Hivyo mbona ujipendi? Unataka nikupeleke ustawi wa jamii? Unataka nikupeleke ustawi? Sasa ustawi wa jamii uko simbali sana sikujua. Hapana. Nikupeleke huko. No, maana kunipa la matumizi imekuwa tabu. Sasa nifanye nini? Sikujua. Unajua ustawi wa jamii ni dakika za mwisho kabisa. Wakati nayo. Kusundoa. Ndoa mbona mimi nishakwambia nipo tayari na nimemwambia mjomba mwambie sikujua mimi nipo tayari kuoa muda wowote. Umeelewa? Tatizo pale nyumbani pale mama kubwa kidogo ndio tatizo na wewe unajua, lakini sio swala la msingi kwangu, ni swala tu la mimi mambo yangu yakikaa vizuri basi mimi naoa. Tukimaliza hapa mimi nitaenda kule nyumbani kwa ajili ya kupiga picha na kuziposti kwa wateja wangu. Maana wateja wa hii ndio neno not now. Sawa shemeji? Yaani ondoa shaka, nyumba tumepangisha. Sawa. Tunamwona shemeji. Angalia hali ya dadako. Yaani unapozungumzia ukilisho nyumba kiigusa tu hali ndio inakuwa kama hii. Ndio maana mimi nasema bora tupangishe ili tuondokane na hili zoezi. Nimekuelewa shemeji. Sasa hapa wapangaji wengine wanataka miezi 10, miezi mwaka, dogo nasumbua. Miezi 6 sio tatizo. Unasemaje mwana? Mimi nakuuliza unasemaje wewe unalia nini sasa? Yeye nakwambia yule mpiga picha leo amenizalilisha mimi. Imekuwaje? Sasa mgeni muda wote masaa yote hapa. Biashara, hiyo fanya biashara dada. Unafahamu kama dunia yote sasa iko kiganjani. Ni sawa, lakini hapa sisi tumekuja kukaa kwa muda mfupi tu. Sawa. Sasa tunapoteza muda zaidi hapa. Yaani naomba tuonane. Mbona kuna nini? Hebu niambie vizuri. Yaani ameleta picha nyumbani, yaani baba na mama wameziona huko nyumbani ya kufai. Unasemaje? Wewe nikuulize. Ndio.
Hapo tuko tuna kikao kifupi tu. Sawa. Sasa tunapozidi kukaa hapa tunapoteza muda. Yule mfanya biashara dada. Sasa ilikuwaje mpaka akazita hizo picha? Naomba tuonane please. Mkangu, vipi? Shemeji umemalizana naye? Mwite basi tuje tumalizane naye tu. Eh? Fanya basi mwite tu tumalizane naye. Mbona sikuelewi? Hamna mke wangu, huyu mtu ni mpumbavu kwa sababu mimi tuna mipango ya biashara. Tushakubaliana. Alafu anataka kunipa pesa nusu. Nikamwambia siwezi kukubali kunipa pesa nusu. Umesikia mke wangu? Kwa hiyo sasa mimi nikupe pesa uchukue taxi urudi nyumbani. Mimi nataka nikaone. Tunaenda wote. Haiwezekani kwa sababu huyu jamaa yuko ofisini ananisubiri. Nataka nikaonane naye. Wewe chukua taxi tutakutana nyumbani. Wewe ni mume wangu. Lakini nachokueleza kwamba nina wasiwasi sana na hii simu. Hakuna wasiwasi wala usio na hofu wala hakuna kilichojificha. Nenda tu nyumbani mke wangu. Wewe unamsikiza mjomba, unasikiza mimi? Ndio maana nasema hivi. Kwanza tukae mimi na wewe na mjomba kama binadamu wenye akili timamu. Tulijadili, mjomba ajue kwamba yule mtoto wangu mimi natakiwa kuishi naye. Niishi na wewe na mtoto wangu karibu kama ndio hivyo sikujua. Hayo ndio malengo yangu makubwa mke wangu. Nakwambia. Mimi sikiliza. Mimi hapa sasa kujua swala mjomba wala nani. Na kwa nini? Wewe mtu mzima kwanza kupangiwa kila kitu. Mimi sipangiwi, mimi napangiwa na mjomba kwa mjomba wangu mimi. Sikiliza, sasa sikujua haya mambo yote tutaongea. Kwanza tuchukue maji pale. Nini? Wewe nini? Alafu wewe huo umbea wako acha. Wepizo, kuna nini? Unaona kile ninachokwambia kuhusu dada yako sasa? Kuhusu nini? Ndio hivyo ananikimbiza bila sababu ya. Wewe una matatizo gani wewe? Sasa mzazi, mimi na matatizo gani? Yeye yuko wapi? Si huko anakuja sasa hivi. Umeona? Mimi yeye kanituma maji. Nimeenda dukani vizuri tu. Sisi watu wazima uje kugombana barabarani. Unaona? Mama kubwa. Subiri basi kwanza. Wewe kule ulikuwa unafanya nini? Hela yangu yenyewe unayo? Nayo ndio. Iko mfukoni mama. Mungu sikujua. Mimi si nilikuwa naenda dukani, wewe si ndio umenituma maji mama. Kuna nini kwani? Kwa yale ndio maji ulikuwa unanunua. Yale ndio maji ulikuwa. Mama kubwa, subiri basi kwanza. Kuna nini kwani? Ndio maji yale. Bwana, mama kubwa bwana. Ndio maji yale ulikuwa unanunua. Kuna kitu gani kwani? Mimi hata unajua mama kubwa tu yeye mwenyewe anashindwa kuelewa. Sasa kaa kimya. Nyinyi watu wazima kugombana barabarani hivi sio vizuri. Kugombana barabarani sio vizuri, yeye anavyosimama mtaani na wanawake ndio vizuri. Unatia aibu. Unaona liko sawa? Mimi sina kwambia yule sikujua ni mtu ananusa tu. Ananusa. Ngoja basi kwanza. Ngoja. Ananusa nini? Kama ni mambo hayo sikujua. Twende nyumbani. Mama kubwa, subiri basi kwanza. Umeenda kumuonga. Subiri kwanza. Kama jambo lenyewe la sikujua, twende nyumbani tukakae tukaongee. Tatizo mzazi, sikiliza kwa. Subiri basi. Tatizo mnatia aibu hivi mtaani, mnajua? Mama kubwa, sikujua ananinusa ndio tatizo. Popote nilipo ananinusa tu yani. Sikujua ananusa, si ndio? Twende nyumbani. Kwa hiyo kila kona utakayokuepo sikujua anakuacha bana. Kwa kila kona utakayokuepo sikujua anakunusa. Mimi sijui ni kwa nini. Sikujua anakunusa. Ndio. Mama kubwa, subiri basi kwanza. Niache bana. Twende nyumbani tukaongee. Mnatia aibu hivi. Sikujua sana kunusa. Sikujua sana kunusa. Mama kubwa, twende nyumbani tukaongee. Ananusa. Sawa. Twende sasa. Hii itakunusa wewe.
Nataka uniambie imekuwa kuwaje mpaka hizo picha zimefika kwa wazazi wako. Nataka uniambie. Yaani mimi hata sijui ule mpiga picha kapajuaje pale. Sitaki uniambie hivyo. Hebu niambie ukweli. Zimefika fikaje? Kwanza uliwahi kumlipa yule mpiga picha? Nilimpa advance hiyo nyingine hata sikuvuta. Sasa huo ndio upumbavu umeufanya. Ungemlipa haya asingetokea. Sasa ninachokwambia hivi, zile picha sitaki zivuje zifike kwenye familia yangu. Mimi sitaki kuona familia yangu inasambaratika hivi sasa. Unanielewa? Alafu kingine nikumbuka nilikwambia, hii ndoa yetu mimi na wewe ni ya siri. Sitaki watu wajue. Alafu mimi ni mtu wa serikali. Hivi watu wa serikali wakifahamu mimi nitakuwaje? Mimi sura yangu nitaiweka wapi? Unakuwa mambo ya kipumbavu ya namna hiyo. Sasa nakupa siku 2 tu. Hakikisha hizo picha unazipata. La sivyo mimi na wewe hatutaelewana. Sasa unaenda wapi? Subiri basi tuongee vizuri tumalize. Sasa subiri. Sitaki tena kuzungumza na wewe. Maagizo ndio hayo. Hakikisha inapatikana.